bina samo. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head. Asante. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi kingine tena cha Gospel Alarm. Naitwa mtumishi Jovin kutoka hapa Gospel Alarm. Karibu tena katika somo lingine, somo jipya kabisa ambalo tunakwenda kutazama. Nina hakika litakubariki maisha yako, nina hakika litakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, litakutoa hatua fulani kwenda hatua nyingine. Karibu sana tuweze kufuatana katika somo hili la baraka sana. Somo la siku ya leo linakwenda kwa jina jepesi kabisa. Linakwenda kwa jina la nenda nje ya boksi. Nenda nje ya boksi. Nenda nje ya boksi. Ndilo somo letu la siku ya leo. Kama una Biblia yako hapo, fungua kile kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa Mathayo sura 15 mstari wa 36. Mathayo 15:36. Biblia inasema hivi: akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Hii ni story ambayo watu wengi tunaifahamu kwamba ni story ambayo ukiangalia katika, hebu ngoja nianze kuifafanua ili tuweze kuelewa kule ambako tunaelekea. Somo ni nenda nje ya box. Ndilo jina la somo. Ukiangalia katika huduma ya Yesu Kristo alipokuja kuifanya hapa duniani, alipokuwa hapa duniani katika kufanya kazi zake, lengo lake kuu ambalo aliandikiwa kuja kushughulikia hapa duniani ni dhambi. Lengo lake kuu kuja kushughulika nalo hapa ndilo hilo. Lakini sasa katika huduma aliyokuwa akifanya, unaona kabisa kwamba aliweza kuweka vitu mbalimbali ambavyo viliweza kuwavuta watu katika huduma yake. Tunaona kwamba alipambana na walimu wa dini, walimu mbalimbali aliyewakuta tayari wana wafuasi. Lakini Biblia hiyo inatuambia kwamba watu karibia wote waliweza kumgeukia yeye na kumfuata, mpaka walimu wa dini na Mafarisayo wakasema kwamba tazama, amechukua watu wote wamemfuata. Sasa ni nini kitu ambacho kiliweza kuwabadilisha wale watu na kuweza kuwaacha walimu wao na kumfuata Yesu Kristo? Ni kitu ambacho Yesu alikifanya. Unajua huduma ya Yesu Kristo aliweka kitu cha ziada ndani. Yeye lengo lilikuwa ni kuja kufa msalabani, lakini alijaribu kuweka vionjo mbalimbali ambavyo vile vitu ndivyo viliweza kuwavuta watu. Tazama, tumesoma hapa kwamba katika mkutano ule anachukua mikate michache, anaibariki, na wale samaki wachache anaweza kuwapa makutano. Sasa unaweza ukadhani kwamba hilo ndilo lengo la wale watu kwenda pale, kwamba kuweza kupata chakula au kuweza kupata mikate, lakini hilo lilikuwa sio lengo kubwa la Yesu Kristo. Tazama, kile kitu cha kuwapa mikate, cha kuwapa samaki, ndicho kitu ambacho watu walienda wanawaza mioyoni mwao, na ndicho kitu kilisababisha mpaka watu wakaanza kumfuata Yesu, kwa sababu walijua kwamba walijua kabisa kwamba kwenye mikutano yake kuna msosi, kwenye mikutano yake kuna chakula. Ndio maana watu wakaacha kwenda kule kwa walimu wao, wakaanza kumgeukia Yesu Kristo, kwa sababu walijua kule watapata mikate na samaki. Ndicho kitu ambacho watu waliweza kuwaza. Wale watu akili zao ndizo zilikuwa hivyo. Sasa kwa nini nataka kuzungumza hapa? Hii kitu ina maana gani katika somo letu la leo la nenda nje ya boksi? Nataka kuzungumza kwamba chochote ambacho unakifanya, mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Gospel Alarm, chochote kile ambacho unakifanya, iwe ni huduma, iwe ni uimbaji, iwe ni uko katika familia, iwe ni baba wa familia, iwe ni mama wa familia, nafasi yote ile ambayo umewekwa, lazima uangalie kitu cha ziada cha kufanya. Lazima ufanye juu ya utaratibu.
Kwa nini nasema lazima ufanye juu ya utaratibu? Nataka nitoe mifano kadhaa, mifano tofauti tofauti ili tuweze kuelewana, kwa sababu hapa sizungumzi na watu wa aina moja. Ninazungumza na watu wa aina tofauti tofauti. Nazungumza na kila mtu kutokana na nafasi yako uliopo. Labda tuangalie tuangalie mfano labda umeanzisha biashara. Umeanzisha biashara, umekwenda sokoni pale, ukaona wenzako wamepanga mafungu 5 ya nyanya, ukaona kwamba na wewe hiyo biashara inakulipa, na wewe ukaweka mafungu 5 pale ya nyanya, na wewe ukakaa ukaanza kuuza. Hii kitu hii somo Nenda Nje ya Box linakufundisha kwamba ufanye vitu vya zaidi, ufanye zaidi ya utaratibu, ufanye zaidi ya ukawaida, kwa sababu dunia inatafuta wale watu ambao wamekwenda nje ya box. Ukiangalia hata watu waliofanikiwa, watu ambao wamepiga hatua zaidi katika biashara, katika huduma, katika uchumi, katika uongozi, katika mataifa yao, walienda zaidi, yani walienda juu ya utaratibu, walienda juu ya ule utaratibu ambao ulikuwa umezoeleka. Labda katika huduma, hebu angalia huduma unaoifanya wewe. Watu wengi wanaofanya huduma, anaangalia fulani anafanya hivyo na yeye anakwenda anafanya hivyo hivyo. Mtakuwa mnashindania wale wafuasi, mtakuwa mnashindania wafuasi wa aina moja. Lazima ufanye kitu cha ziada, lazima ufanye zaidi ya pale, lazima ufanye zaidi. Nenda juu zaidi, waza juu zaidi. Yesu Kristo kitu alichokifanya, aliwapa mikate, akawapa samaki. Alifanya, yani huduma yake aliwekea vionjo. Akubaki tu kwenye kuhubiri kuacha dhambi. Wengi wangekimbia. Akubaki tu kwenye kuhubiri tutaenda mbinguni, hapana. Alijaribu kuwaonyesha kwa matendo. Alijaribu kufanya vitu ambavyo vilikuwa nje ya utaratibu. Ukiangalia utaratibu wa wale walimu wa dini ambao aliwakuta, walikuwa wana utaratibu wa kuwapa waumini wao chakula, walikuwa wana utaratibu wa kuwapa waumini wao mikate. Sasa Yesu Kristo alikuja na kitu ambacho ni cha tofauti kabisa, kwamba ndio anafundisha Mungu, ni bidhaa ile ambayo walimu wanayo, lakini kitu cha ziada ambacho alikwenda nacho, alikwenda akaanza kuwagawia mikate na samaki. Sasa wewe uko katika hiyo nafasi, uko katika eneo la uimbaji. Hebu angalia unaimba namna gani? Sio kwa kuwa tu ni huduma unaifanya tu ili mradi tu umwachie Mungu, yeye atatenda. Lazima wewe kitu unachotakiwa ukifanye, fanya vitu nje ya boksi, nje ya ule utaratibu ambao watu wameuzoea. Nje ya utaratibu, wenzako wamepanga nyanya mafungu 5, wewe weka mafungu 5, weka na kitunguu juu. Wateja watafuata kile kitunguu, kwa sababu kama ni nyanya pia majirani zako wanazo. Wateja watafuata kile kitunguu, kile cha ziada, kile cha juu ya utaratibu ndicho watu wanafuata. Dunia siku zote inawapa tuzo watu ambao wanawaza juu ya utaratibu wa kawaida. Dunia siku zote ndio maana nimezungumza kwamba ukiangalia watu ambao wamepiga hatua kwenye huduma, kwenye utumishi, kwenye ualimu, kwenye biashara, kwenye maeneo mbalimbali, kwenye huduma mbalimbali, ukiangalia vitu ambavyo wanafanya vitu vya ziada, wanafanya nje ya ukawaida ule ambao umezoeleka. Na ukiangalia watu waliodumaa katika maeneo fulani, katika uongozi, katika maeneo yao, ni watu wale ambao hawataki kuwaza zaidi, hawataki kuwaza juu zaidi, hawataki kuwaza wafanye kitu gani cha ziada nje ya ukawaida. Ndio somo letu nasema nenda nje ya boksi. Chochote ambacho unakifanya, usijifungie kwenye boksi kwamba umetoka shuleni, umetoka chuoni, kile ulichofundishwa ndicho ukifanye pale pale, ubaki pale pale. Unaweza ukawaza zaidi ya pale. Unaweza ukawaza zaidi ya, labda umetoka chuoni, umejifunza upishi, ukaenda tu ukafanya biashara yako ya upishi pale, ukasema umetoka chuoni, umetoka shule, umejifunza mapishi, ukakaa ukaanza kupika pale, ukavuta wateja.
waza zaidi ya pale, waza zaidi ya pale. Anzisha na wewe hata kitu chako au chuo chako cha kufundisha upishi, yani unawaza nje ya box. Mwalimu hajakutuma uende ufundishe, amekufundisha ili uende upike, lakini wewe ukafanya zaidi, ukaanzisha na wewe cha kwako pale, au ukaweka watu 3 4 wakuwa unawafundisha kupika pale. Ni kitu ambacho ni nje ya ukawaida uliotoka nao chuo. Sasa kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia watu wanaofeli kwenye mambo mbalimbali ni watu ambao wamedumaa katika mawazo. Lazima utafute mawazo ya ziada ya kile unachokifanya. Utafanya vipi ili uende juu zaidi ya hapo? Unakuta mtu miaka 5, 6, miaka 10 yuko level moja kwenye eneo fulani, labda kwenye uimbaji, kwenye huduma mbalimbali, kwenye kazi yoyote ile. Lazima uwaze nje ya box. Hata nyinyi ambao mko kwenye familia, wewe baba wa familia, mama wa familia, ngoja nizungumze na ninyi. Unajua mwenzi wako anapokuja nyumbani, labda akatoka kazini, sio kila siku unambusu. Hebu atakuzoea, kesho tafuta kitu kingine cha ziada. Hata anapokuwa kazini anajua kabisa ni muda huu nikienda nyumbani mke wangu akinipokea pale ni busu moja, ndilo kawaida yake. Hebu siku hiyo waza cha ziada, waza cha zaidi ya pale, waza cha zaidi ya ule ukawaida ambao umezoea kumfanyia. Waza cha zaidi ya ukawaida. Atatoka kule nje, ataenda kutafuta kitu tofauti kabisa na hilo busu unalompiga hapo. Kwa nini usiwaze cha zaidi kabisa, cha nje ya kile ambacho umezoea kumfanyia, ili anaporudi nyumbani anakuta kitu cha ziada, kitu cha zaidi ya kile ambacho umezoea kumfanyia. Na ndio maana nikasema, ninarudia tena mara nyingine kwamba dunia inawapa tuzo watu ambao wanaenda nje ya boksi. Dunia inawathaminisha wale ambao wanafanya vitu nje ya utaratibu ule ambao umezoeleka. Hujafungiwa hapo kwenye hicho kitu unachokifanya, hujafungiwa kwenye kamba, hujafungiwa kwenye wigo. Unajua Mungu alitupa akili wanadamu, hajatufungia mipaka. Amekupa akili uwaze zaidi ya hapo. Kuna vitu hujafanya, hicho unachokifanya sio kwamba ndio mwisho. Kuna vitu ambavyo hujafanya bado kwenye hilo eneo la biashara. Kuna vitu hujafanya kwenye hilo eneo la huduma. Kuna vitu bado hujafanya, sio kwamba hapo ndio mwisho. Tafuta mawazo zaidi. Unajua unapoenda mbele ya kuwaza, na ndivyo faida inaongezeka. Unavyowaza na kutenda zaidi, ndivyo matokeo yanaongezeka. Matokeo siku zote yanakuja kulingana na vile unavyowaza. Kama umewaza kulifanya hilo jambo, mawazo yako yamegota kwenye 20%, matokeo yatakayokuja hapo ni 20%. Matokeo yataongezeka tu kwenda 40% pale ambapo utaongeza uwezo wako wa kuwaza. Pale ambapo utaongeza uwezo wako wa kuwaza uende 40%, ndipo na matokeo yatalazimika kwenda kumove kwenda mpaka 40%. Usitafute matokeo mazuri au matokeo bora zaidi wakati hujatafuta kuwaza juu zaidi. Usitafute kufanikiwa zaidi wakati hujatafuta kuwaza zaidi. Usitafute kufanikiwa 50%, utoke kwenye 10% uende 50% wakati hujawaza kutafuta maarifa au kuwaza kutenda kwenye 50%. Hakuna matokeo yanayomvamia mtu ghafla. Matokeo yanakuja, na ndio maana Biblia inasema kwamba mpenzi, ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako jinsi inavyofanikiwa. Uwezo kaenda nje ya vile unavyowaza. Hakuna matokeo yanayompata mtu matokeo makubwa kama hujaamua kuwaza nje ya boksi, kama hujaamua kuwaza nje ya utaratibu. Chochote kile, hata kwenye level ya mataifa.
Mataifa yaliyofanikiwa zaidi ni yale mataifa ambayo yamejaribu kuwaza kupeleka uchumi mbele, yamewaza. Na ndio maana ukiangalia kuna nchi nyingine barabara ziko juu, barabara ziko angani, lakini kuna nchi nyingine bado wanatumia barabara za vumbi. Kwa nini? Kwa sababu wale wanaotumia barabara ambazo ziko juu, ziko angani, ni wale ambao wamejaribu kuwaza nje ya boksi. Ni zile nchi au ni yale mataifa yaliyojaribu kuwaza nje ya boksi, nje ya boksi. Sasa nataka nikwambie mpenzi mtazamaji, mpenzi mfuatiliaji wa kipindi cha Gospel Alarm, kwamba kuanzia sasa hapo ulipo, chochote unachotaka kukifanya au chochote unachokifanya, unajua, ngoja nikwambie kitu. Kuomba tu, maombi, sikatai maombi, hata mimi pia ninaomba. Lakini maombi peke yake hayawezi akakufanya ukamuvu. Maombi peke yake hayawezi akakufanya ukaenda juu zaidi. Lazima uwaze, lazima ukae chini, ukubali kuumiza akili. Watu wengi wanaogopa kukaa chini kuwaza, wanaogopa kukaa chini kufikiri zaidi kile wanachokifanya. Watafanya vipi nje ya pale? Watafanya vipi nje ya ule utaratibu wa kawaida? Wataenda vipi juu zaidi? Watu wanakwepa kukaa chini kuumiza akili. Watu kwa sababu kuwaza ni inachukua gharama zaidi kuliko kuomba. Nataka nikwambie ukweli kabisa, kuwaza inachukua gharama zaidi. Kuwaza ufanye nini inachukua gharama zaidi kuliko kuomba. Kukaa chini kuomba, kufungua mistari ya Biblia kuomba dakika 5-6, unamaliza, unaamka, unaondoka, unasubiri matokeo. Nataka nikwambie kabisa hiyo haitakai fanye hivyo kazi. Lazima ukae chini, uwaze, utumie akili, na unapotumia akili nafsi pia inatumika pale na viungo mbalimbali na ndio maana watu wanaokaa chini wanawaza sana. Ukitoka pale njaa inauma kwa sababu kila kiungo kinatumika pale. Watu wanashindwa, wanaogopa kufanya vitu vya namna hiyo kwa sababu wanaogopa gharama ya kukaa chini kuwaza. Na kuwaza inakutafuta, inakulazimu ukae utafute maarifa zaidi, inakulazimu ukae utafute nani kafanya vile, nani kafanya hivi, nani kafanyaje. Sasa ukigundua nani, ngoja nikupe mbinu ya kuweza kuenda juu zaidi. Mimi kwenye eneo langu nimeenda juu zaidi, na ndio maana sio kwamba najifagilia, sio kwamba ninajipamba, hapana. Naongea kitu ambacho nataka na wewe umove kwenye eneo fulani, eneo ambalo unatamani uende. Njia ya kuweza kukusaidia ili uweze kufanya vitu nje ya boksi. Nitapenda kuzungumza njia kadhaa au njia chache ambazo zitaweza kukusaidia wewe mtazamaji wa kipindi cha Gospel Alarm. Lazima ukae chini kwanza, uangalie kile unachokifanya, aliye juu au aliyefanya kile kitu alifanya vipi. Na baada ya kujua kwamba aliweza kufanya vipi, utakapojua aliweza kufanya hivi na vile, lazima uwaze kufanya zaidi ya pale. Yesu Kristo alipokuja alimkuta walimu waumini mbalimbali, Mafarisayo wanafundisha habari ya Mungu. Yesu akakaa chini akaangalia Yesu anafundisha habari ya Mungu, na yeye akaanza kufundisha. Lakini katika ufundishaji wake tumesoma kwenye mistari yetu hapa kwamba aligawa samaki, akawapa mikate. Kwenye ule mkutano akawa anawahudumia chakula watu mpaka wakiwa nyumbani wanawaza chakula, wanawaza samaki, wanawaza ile mikate kadhaa, wanawaza ile mikate 5, samaki wale 7. Ndicho kitu ambacho Yesu aliweza kupata umati wa watu kwa kuweka vionjo kwenye kile ambacho aliweza kukifanya. Kile unachokifanya, weka vionjo. Jaribu kuweka vionjo, weka vionjo. Umefungua shule hapo, umefungua shule kama watu wengine jinsi wanavyofanya. Umeweka wanafunzi hapo, unaita wanafunzi wakae chini wasome kwenye hiyo shule yako. Hivi ni mzazi gani atapeleka mtoto kwenye shule ambayo haina kitu cha ziada? Lazima ukae chini kwenye shule ambayo kuna shule 5 kwenye mtaa wako, na wewe umetaka kuanzisha shule nyingine ya 6.
Angalia kitu gani zile shule hazina. Angalia ni kitu gani zile shule zimekosa pale. Hicho kitu ambacho zile shule hazina ndicho wewe uweke pale. Nataka nikwambie, wanafunzi watakimbilia kwenye shule yako kufuata kile kitu cha ziada. Labda umeanzisha shule, zile shule 6 pale ulizozikuta hazina tuition. Wewe fungua hiyo shule hapo ya 7, weka tuition. Wanafunzi watafuata tuition, hawatafuata ile shule kwa sababu pale pia shule zipo. Watafuata kile cha ziada, watafuata ile tuition, ndicho kitu watafuata pale. Na ndio maana tukasema kwamba wale waumini, wale wafuasi kwenye mkutano wa Yesu, kuna wengi wao walikuwa wanafuata samaki na mikate. Sio kwamba walikuwa wanaenda kuhubiriwa waache dhambi. Walikuwa wanajua kabisa kwamba kuacha dhambi, kutenda dhambi ni vibaya. Walikuwa wanafahamu. Walichokuwa wanakifuata pale ni mikate na samaki. Ndicho kitu ambacho walikosa kwa walimu wao. Sasa wakaenda kufuata pale ile mikate. Na ndio maana nikasema kwamba kitu ambacho unakifanya, fanya nje ya boksi, fanya ziada, tafuta cha ziada ufanye kwenye biashara unayoifanya. Hebu usifanye kama wengine wanavyofanya, usifanye kama jirani anavyofanya, kama muuza duka mwenzako anavyofanya, kama ngoja wafanye biashara. Nataka nizungumze na nyinyi. Na ndio maana ukiangalia kwenye maduka matatu kwenye ule mtaa mmoja, watu wanauza bidhaa za aina moja. Sasa kama ni wateja ni 5, maana yake wote mtakuwa mnagombania wale wateja 5. Lakini wewe ukifanya kitu cha ziada, wale wateja 5 wote watahamia kwako. Kwa sababu gani? Watafuata kile kitu cha ziada ambacho kwenye maduka mengine hakuna. Nataka nikwambie, tafuta kufanya nje ya box. Nenda nje ya box. Naitwa mtumishi Jovin kutoka Gospel Alarm. Mungu akutangulie sana, Mungu akuzidishie sana. Unaweza ukatufuatilia katika mitandao ya kijamii, andika Gospel Alarm Ministry, utaweza kutupata, na namba za simu ambazo utaweza kutufuatilia. Utaweza kutoa ushauri wako, utaweza kupata mafundisho mbalimbali, tutaweza kuwasiliana. Ni namba hizo ambazo ziko hapo chini ya screen yako, ni 0789840066. Naitwa mtumishi Jovin kutoka huduma ya Gospel Alarm, na Mungu akuzidishie sana na Mungu akutangulie sana. Amen.